kisha anakaa pale anasema wacha nikupeleke mimi kijana yangu. Chapele Yesu makofi kama unakuja mchungaji wetu. Very smart. Nimefurahia kwenye umenikaribisha mchungaji. Nilikuwa nakataa lakini naambia kijana yangu lazima nikupeleke pale. I'm very grateful and proud of you. Mungu akubariki sana. Pia nachukua nafasi kumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo amenileta hapa. Nimepata nafasi hii nisimame mbele yako. Ninamshukuru sana huyu Mungu. Bado nimeokoka, naitwa Matumbura, nenda mbinguni. Asante kwa sababu ya clergy, wachungaji ambao mko hapa kwa kunipatia nafasi pia nisimame mbele. Nashukuru pia wewe ambaye uko hapa kwamba umenipatia nafasi nisimame mbele yako. Mungu akubariki, Mungu ashughulikie hoja yako, ukutane na Mungu siku ya leo. Piga Yesu makofi kama umesikia hiyo. Amen. Bwana asifiwe. Naona kamera zimekuwa nyingi hapa. Sawa, hiyo tutajua ile anapiga kamera. Nafanya hiyo kazi kamera. Bwana asifiwe. Ninashukuru Mungu pia kwa sababu nimepata nafasi hii nikapata kushiriki neno na nitakuwa very brief. Ndio niko na mambo kadha wa kadha lazima nipitie. So kuna mambo mengine nitapita mbio lakini lazima uyasikie ama ni vizuri uyapate. Bwana asifiwe. So leo tutaangalia neno moja kwa ufupi. Topic ambayo tutaifanya press kama tumebrush vizuri ili tumalize pia on time. Okay. Sawa. Bwana asifiwe. Tunaangalia divine visitation. Divine visitation. Visitation Kiswahili iko na tafsiri nyingi: ziara, kutembelea na mengineyo. Bwana asifiwe. So hiyo dictionary ya Kiingereza na translate Kiingereza na Kiswahili ndio imeniambia hivi. Bwana asifiwe. But we have other definitions ambazo unaweza jitafutia na pia kwa. So tunaangalia kuhusu kutembelewa na nataka tusome mstari ama theme ya leo, mstari ambao unabeba theme. Tutasoma Luke 68 and 78. Luke 68 and 78. Luke chapter 1. Chapter 1, 68. Verse 68 and verse 78. Kama tumepata tunaweza tuweke. Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Thank you, Father, for the word that you have come to your people so that you may save them. Thank you, Father, for you are going to save them you are going to save us this afternoon. You are going to speak with us. You are going to save us. You are going to deliver us. And Lord, we shall give thanks unto you. In the name of Jesus, we pray. Bwana asifiwe. Tutatokea basi ingine baadaye, but cha msingi tunataka tuangalie kutembelea. Bwana asifiwe. In literal understanding, in general understanding, tunaelewa kutembelea. Hata mimi pia nimewahi tembelea. Jana nilitembea mahali, wewe pia ulitembea mahali. Na sikuwa na illustrate kuhusu watoto wetu ambao wako very eager, excited to visit their shoshos, to visit their cousins, to visit wale kule mahali kwenye wakienda wanapewa zawadi mingi mingi. Bwana asifiwe. Kama kuna mahali mtoto akienda anapewa kitu kubwa, anafurahia hiyo visit. Sasa hivi najua mtoto amekumbusha nataka kwenda huko. Visitation. Anataka kutembea. Bwana asifiwe. So tuangalia visitation in different ways. Sisi kama wanadamu tumetembea, tumeona mambo mengi katika kutembea tumefanya. Kumekuwa na sababu za kutembea, pia kuna sababu zingine ambazo ni za kawaida na zingine pia za kiungu. Bwana asifiwe. So mwisho wa somo hili visitation
tunataka kitu cha kwanza tu tutakuwa tumejua kwamba visitation ama kutembelewa, divine visitation, ama Kiswahili tunasema kwamba kutembelewa mambo ya kiroho, kutembelewa kiroho. Bwana asifiwe. In the spiritual realm we need to have visitation, ama kutembelewa katika mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Hapo ndio tutabase sana, tutakaa hapo na kabla ya fundisho kabla nitoka hapa tunatarajia tujue kutembelewa ni nini. Bwana asifiwe. Forms of visitation pia tutazijua. Mungu wakati ametembelea tunaweza kuona nini? Tutaona nini tunasema kwamba Mungu ametembelea? Na Mungu alitembea wapi? Tunaweza ona wapi ambapo Mungu alitembea? Na je, Mungu anaweza kututembelea? Hayo ndio maswali ambayo kabla tumalize tutakuwa tumeyashughulikia. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona kwamba sisi kama wanadamu ama familia tumekuwa tunatembea, familia inatoka mahali moja inaenda kwa familia nyingine, watu wanatembeleana. Na kitu moja ambacho nimenote katika utembezi wa kawaida ni kwamba watu wanatembea wakiwa na nia positive. Bwana asifiwe. Only few ambazo tuwezi kubali wanakuanga na nia za uharibifu, za kuua, za kuvunja. Lakini sisi tunafundishwa kwamba tunapotembea tunatarajia uwe utaenda kufanya kitu mzuri. Bwana asifiwe. Tunatarajia uko na agenda ambayo iko positive kwa yule mwenzako ambaye unamtembelea, kwa ile familia ambayo unatembelea, kwa wale watu, kwa ile nchi ambayo unatembelea. Bwana asifiwe. So ninatarajia sisi kama wana St. Peters, our ambitions, our desires zitakuwa positive. Unapotembelea mchungaji, unapotembelea mshirika, unapotembelea watoto, unapotembelea pale jela, unapotembelea kwa zile orphanages, utakuwa na madhumuni ambao ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Simpige Yesu makofi kama umeelewa hivi. So acha tuangalie definition ambayo niko nayo hapa ambayo tutaangalia kwa leo ya divine visitation. Nasema leo tutaongea sana kuhusu kutembelewa katika mambo ya kiroho na ama divine visitation. Katika definition nitaisoma jinsi nimeandika na nitaanza kusoma. Is a supernatural encounter. Supernatural encounter or invitation, manifestation, wherever God manifests to individual, groups, or community, or one with a specific purpose or message. Interrudia is a supernatural encounter or intervention where God manifests to individuals, groups, or communities, often with a specific purpose or message. Bwana asifiwe. Neno la kwanza ambalo tunaipata kwa definition ni supernatural. Bwana asifiwe. Wakati tunaongea kuhusu divine, tunamaanisha mambo ya kiungu, mambo ambayo yanaoperate katika reality nyingine, not physical. Bwana asifiwe. Nikikutembelea mimi katika mambo ya kimwili, utaona mwili wangu uko pale, kwa sababu mimi ndio ninatembea kwako, utaniona nimekaa kwa kiti kile chako ambacho umenipatia, umenikaribisha kwacho. Bwana asifiwe. Nikikaribisha ndugu Eric kwangu, atakuja pale, nitamuona physically. Bwana asifiwe. Lakini wakati tunaongea kuhusu divine visitation, ni mambo ambayo sio lazima uwe unaona kwa macho. Simpige Yesu makofi kama unanielewa. Yes, supernatural encounter or intervention. Intervention ni kule kuingilia kati. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni supernatural encounter and intervention. Intervention inamaanisha kwa mfano mimi nilikuwa ninang'ang'ana nipate 1 million ninunue gari. Bwana asifiwe. Ili dini yangu ilikuwa ni ya kusave 20,000 per month. Bwana asifiwe. Lakini the intervention ambayo imekuja, ambayo nimepokea, the visitation of God, that intervention where instead ya kungojea 1 million 20,000 kigawanya na 20,000 napata percentage ngapi? Ile miezi ambayo iko pale unapata umeenda na miezi kidogo zaidi. Why? Because there is an intervention. Mungu ameingilia kati. So piga Yesu makofi kwa sababu pia Mungu ameingilia kati. Bwana asifiwe. Leo nasema kwamba
manifestation where God manifests to individual, inawezekana kwa individual, kwa wewe kama wewe. Wanaweza sikiwe. Wewe kama Daniel, wewe kama Mbura, wanaweza sikiwe. Inawezekana kwa group. Tunasema kwamba tungojee, tuchange tununue vyombo, wanaweza sikiwe. Kama church, as a group, as an organization, tunapanga tununue vyombo vya milioni 3. Lakini tunapiga chama na nang'ang'ana anapanga mipango yake, anasema after 2 years tutanunua. Lakini unaona baada ya miezi 3 kuna mtu ameguswa, Mungu ameingilia. Kwa hiyo group na kitu kimefanyika. Sipigie simu kwa sababu ya neema leo hii. Wanaweza sikiwe. Then nasema kwamba to community katika community Kiswahili jamii. Kiswahili sio yetu bali. Kwa jamii wanaweza sikiwe. Unapanga mikakati ya kusaidia watoto. Uko pale kuna mtu. Wewe kama usaidie watoto pale kwa kijiji chenu. Imagine ukitoka hapa ukaenda pale kwani ni aibu sana. Wale watoto ambao wanapisha pale kijijini kwenu wanatembea uchi na wewe unapita tu. Umebarikiwa. Mwili umebarikiwa kabisa. Anatembea lakini ile kijiji chako anaingia watoto wako na maradhi. Huko. Wengine hawajakaa mzuri nguo hata inashika kwa kuvaa. Lakini wewe unaingia kwenu wale watoto unafurahia hiyo hali. So as you plan to help them, kaangalia uwezo wako kwa chini. Lakini kwa sababu there is God's intervention, unapata kwamba ule mradi wa kusaidia wale watoto ama ile project Mungu ametuma jambo, amefanya jambo, ameingia kadari that intervention. Piga Yesu makofi kama umeelewa vizuri. Kwa hiyo community Mungu ameintervene. Wanaweza sikiwe. So visitation can take place in various forms. Mungu anaweza kukutana na wewe. Mambo ya kiungu ama Mungu, mpango wa Mungu, Mungu mwenyewe anaweza kukutana na wewe katika hali tofauti in various forms. These forms include appearance. Wanaweza sikiwe. Include appearance. Na appearance ambayo tunaona ya kwanza katika Biblia ni burning bush. Wanaweza sikiwe. Mungu alijionyesha kupitia kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Wanaweza sikiwe. So that is first, tunaona there is a visitation. Kama kuna visitation, tunaona pale kichaka kinawaka. Kuna kitu hapo mbele nitaongea, nataka uandike ile neno appearance liingie pale. The second point kwamba visit from angel. Mungu anaweza kukutembelea kupitia malaika. Wanaweza sikiwe. Kwa Biblia tunaona waliotembelewa na malaika. Ninataka nikupatie vifungu pia vizuri. Kwa Biblia tunaandika Exodus chapter 3 verse 10 na tutasoma pale kwa burning bush. Alafu visit from angel tutaandika Matthew 28 verse 5 to 7. Hapa ni pale malaika alitokezea pale kaburini walipokuwa wanawake wameenda kupata mafuta. Alafu pia Gabrieli akatokelezea akamtokelezea Mariamu mama yake Yesu in Luke chapter 1 verse 26. Akamtokelezea Mariamu. So you can be visited through angel. God can visit you and to give that message, because katika definition tumesema kwamba often with a specific purpose or message. So wakati kuna hiyo appearance, kwa mfano hapo kwa burning bush, there is a message that is going to be delivered. There is a purpose that is going to be fulfilled. Na wakati angel ndio kutokelezea as a form of visitation, tunaona kwamba pia kuna message ambayo inakuwa living. Piga Yesu makofi kama tuko pamoja. Wanaweza sikiwe. Another form of visitation, it can be prophetic. Wanaweza sikiwe. Prophetic. Most time we receive prophetic messages. Tunapata ujumbe kutoka kwa watu wa Mungu. Maana nabii wakati ule ndio tunaona nabii ametuma kwenda kupeleka ujumbe na Mungu akawa yuko pamoja na nabii. Mungu anajitukuza kupitia manabii.
kupitia watumishi wake tofauti katika Biblia. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba the prophetic message ambazo nyingi zilikuwa za kuona watu. Mungu anatokelezea watu ama anaongea na watu. Anatembelea ile ongea message na kwamba aambia watu kwamba msifanye hivi. The warning message, promise messages and so on. Bwana asifiwe. Alafu kuna wengine ambayo kuna form nyingine inaitwa supernatural encounter. Kwa mfano kama ile supernatural encounter ya Saul ambayo ilibadilisha Saul akaitwa Paul. Bwana asifiwe. Yeye tunaweza kupata tena kusoma kwa Acts ni staki discord sijaandika. Bwana asifiwe. But tunaona kwamba Mungu anaweza kuonekania, anaweza kufanya ziara kwa maisha yako na ukaona kitu ambacho utasema hakika huyu ni Mungu. Kuna kitu supernatural kinaweza kufanyika. Ukasema hakika nimemwona Mungu. Despite hata kama haujaona kwa macho, still God could have visited you. Piga Yesu makofi. Bwana asifiwe. There is a note. Nataka niongee hili na uelewe vizuri. Wakati mwingi tukisema kwamba God visited, Mungu akamtembelea Mariamu, Mungu akamtembelea Mose, Mungu akamtembelea mahali ama Mungu alimtembelea. Most times we cling to literal or physical understanding, our layman's understanding. Ambaye Mungu alimtembelea, it seems as if Mungu alikuja akashuka kwa gari ama alikuja na prado yake akuja kwako. No. If we go that way, we will become idolatry. Tutakuwa waabudu sana. Bwana asifiwe. Tutakuwa waabudu sana. Tukienda hivyo, tutakuwa sana. There is a common ground that we must reach before we continue to speak this. And this is the common ground I want to lay as a foundation. The kwamba to say God visited me does not mean not this, because hii ili fundisho lote utakuwa umeliangusha. If you speak on, you hear someone say God visited me, this must enter into your understanding that it doesn't imply that God was previously unavailable. Nikisema Mungu amenitembelea haimaanishi Mungu hakuwa na mimi wakati ule mwingine. Are you getting in church? Nikisema Mungu amenitembelea haimaanishi hakuwa na mimi. Let's come to examples. God visited Mariam, the mother of Jesus. Ndio, we all read that. Hata tumesoma kama reference. Ndio. Does it mean God was not with him? No. Yeye alikuwa na Mungu. But katika definition tunaona kwamba the human when God interacts, when God starts to interact with the human, if God starts to manifest, it's when now we call God's visitation. Bwana asifiwe. Let me put here Psalms chapter 10 verse 1. Psalms chapter 10 verse 1. Understanding visitation and divine. Remember Psalms chapter 10 verse 1. Oh, or I can read the hard copy here. Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwani umejificha nyakati za shida? Verse 1 nimetaka. Hiyo Psalm ni ya Daudi. Zaburi ni ya Daudi. Anasema kwamba Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwani unajificha nyakati za shida? Na katika definition tumesema visitation, it is the manifestation of God when he starts to interact with you, with the situation you are encountering. Mungu wakati anaanza kujishughulisha na mambo yako na ile hali ambayo unapitia, kuna usikane kwamba kuna mambo unapitia, Mungu atajishughulisha. Ndio maana hapa Daudi akasema, mbona Bwana unasimama mbali? Si basi uanze kuact. Siku ya leo kuna mtu hapa, Mungu analeta kwa maisha yako. In that business ambayo umeifanya siku zote,
been very quiet. Lakini wakati Daudi atamwona Bwana akaanza kuongea kwa wale maadui, because kusoma kwa chini nasema kwamba maadui wamepanga hili, wanafanya hivi, wanasema hivi kwa sababu ya hayo. Kwa hivyo Mungu aanza kuongea, aanza kufanya. Sasa Mungu akianza kufanya, tunasema God has visited. Why? Because he has started to interact with your situation. Chapia Yesu makofi kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. So, katika definition tunaongea vizuri, iko na vipande vipande. Tukasema kwamba is a supernatural encounter or intervention where God manifests. Kwa hivyo naweza kaa siku nyingi kwa mambo mengine, tunashughulikia mambo mengine, Mungu amenibariki na watoto, tunakula vizuri, tunafanya mambo fulani, lakini Mungu sikuwa nimemuomba mambo ya gari, ama hata kama nimeomba Mungu hapo ameshow up. So Mungu hajanitembelea in that field. Sijapea Yesu makofi. Amen. So it is my prayer that God will manifest himself unto the strength you are encountering right now. Today will be a day of visitation to the challenges that you encounter. Watu watembelee. Mungu anashuhudia kwamba umeelewa kiwango ambacho tunaweza endelea in the next step. Bwana Yesu asifiwe. When God visited, utajua Mungu yuko mahali hapa, ama God has visited me in your life. What are these three things? The first thing is God's presence. God, uwepo wa Mungu. Unajua uwepo wa Mungu, you can feel it. It's not necessary that you feel it. Sometimes you don't feel, unatoa uko dry. Hata mama nani hapa. Anaomba lakini siku nyingine unasikia kama dry. It doesn't mean that God is not there. Bwana asifiwe. Yeah, but God's presence is always there. But if God starts to interact with the situation, kwa mfano sasa hiyo wakati tuko hapa, God's presence is here. But wakati tunaomba tunafukuza, tunapemba lingia mtu tunaifukuza. But we see the doings, if we see that ili mambo yanafanyika, then tunasema hapa there is the presence of God. So whenever we're talking about God has visited, there is that presence. You may feel it or you don't feel it. Inategemea changamoto gani ama ni mapito gani unapitia. But mostly God's presence might be felt. Can be felt, can be seen. Najua wakati ile wakati wa Passover, wakati Mungu alishuka kwa uwezo, ama alianza kuinteract na wale apostles wakiomba, uwepo wa Mungu ulionekana kupitia zile ndimi. So the presence of God could be seen. Uwepo wa Mungu wakati ule wa Elijah, unasema kukapitia ile article, sijui kupitia nini, ya unaweza at a moment mpaka kiwango fulani. Bwana asifiwe. Kitu kingine ni intervention. Wakati unaona ile jambo limeenda sio kwa ile njia ya kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ulikuwa unajua kabisa, hata yule mwana sayansi anajua kabisa hii jambo lilikuwa lifanyike hivi. Wakati Joshua alikuwa kwa vita, then Musa akiweka mikono ya Musa kirudi chini, vita kelele za kushiba zinasikika. Lakini wakiinua juu wanasikia kelele za ushindi. So pigia Yesu makofi. So kuna ile intervention huwa inaonekana kwa sababu sio kitu cha kawaida. Kwa sababu tunasema kwamba there is supernatural action because it is divine visitation. There is supernatural aspect ambayo lazima tutaiona katika intervention. Mungu anaingilia na mambo yanaenda very soft. Kuna watu ambao wamekuwa na kesi kubwa pale ndani ya jela. Tumeomba na wao, tumeona hizo kesi zimeteremka. So pigia Yesu makofi. But because God intervened, Mungu anaingilia kati. It is my prayer that today, any challenge that you are
asifiwe. If God visited you, there will be a revelation. Ufunuo huko. Hakuna sakifa kwa Mungu. Usiniambia utanunua gari tu bila Mungu kuambia kwamba utakuwa na gari. Hapana. Hapana. Hata kama nikangoto lazima uliota siku moja. Wanaweza sema. Lazima uliota. At a time, hakuna sakifa kwa Mungu, hadi Mungu alipata sakifa akaendelea na hiyo. Hapana. Hakuna sakifa kwa Mungu. Sipige sababu kama unasikia maneno. Kwa Mungu hakuna sakifa. Kuna revelation. So you must understand the revelation. Elewa maono ambayo unayapata. Elewa ufunuo ambao uko mbele yako kila wakati. God speaks every time. Wakati wote Mungu anakuongelesha. God is our friend. There is aspect of God that He is our friend. He always speaks with us. He always communicates with us. So hakuna kitu ambacho kinakuja kwa pasipo fahamu wake. Bwana Yesu asifiwe. So kuna kitu ambacho nataka hapa tu niongee. Wakati Mungu anakutembelea, ni mambo gani hasa ambayo yanafanyika? Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo yanawezekana kufanyika. I'm going to speak the message because tunasema kwamba ujio wa Kristo, ujio wa Mungu katika maisha yako unakuja kutekeleza jukumu fulani ama unakuja kupeana jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na wale jukumu tunataka tuyaangalie moja kwa moja ili wakati wa kwamba mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu ulinitembelea kwa hili. Ulifanya hivi. Na pia tutaona ya kwamba Mungu alipotembea mahali kwingine pia alifanya nini? Na tuwe na hiyo neema ya kwamba sisi Mungu atembelee. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza ambayo Mungu akutembelea kinafanyika ni fulfillment of promises. Fulfillment of promises. Bwana Yesu asifiwe. In Genesis chapter 21, wakati Mungu alitembelea Abraham, niseme because with his family, kwa muktadha wote tunaona ya kwamba bado Mungu alikata alipeana promise na akaifulfill yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunamwona kusoma ile chapter 21 verse 1, unaweza tokea hiyo Genesis 21 verse 1. Tunaona kwamba Mungu anakuja, Mungu anafulfill promise yake. Anamuonekania, anakuja anaongea, na baada ya kumvisit Abraham, akavisit Sarah na akaongea. He delivered a message. He delivered a prophetic message, and that message was fulfilled. Asema Bwana akamjia Sarah kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Kuna mtu atafanywa kama vile alivyoona maono. Kuna mtu hapa amekuwa na maono ya kwamba atanunua plot. Imekuwa changamoto, but Bwana atafanya jinsi alivyosema na mlivyokaa naye katika covenant. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea kitu hapo. Sasa nitoke, lakini kitu mzuri. Unajua Wakristo tuko wazuri kuja church. Tuko church services, tuko wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni tunaenda kwa sababu ni Kristo. Lakini kuna mambo katika maisha yako, you need a personal covenant with God. Ujanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba ukiambia hapa mchungaji Jasita msoma wako ni wangapi watapata, inakaa pesa ndio ngumu kupatikana. Acha nikwambie for free. Before you grow wealth, before you do something na ionekane kubwa ama kwa ile kiwango ambacho unafikiria, it doesn't start only from the prayers. It starts from a covenant. Bwana Yesu asifiwe. It starts from a covenant. Angalia tu wale watu ambao unaona wako mbele yako. It is evident kwamba kuna watu hatuko sawa. Kuna watu wengine kuna mapato yaliyo juu kiasi. Ndio. It is very evident. Ukikataa hivyo tu. Ukiangalia kiwango chake, utaangalia covenant ambayo anashughulikia. Hata kaenda kwa maombi, anaenda kufanya hiyo maombi akirifaa kwa hiyo covenant. Wewe ulifanya covenant kwa na mbinguni na kuja hapa mtaki mbinguni. I promise you, and I'm speaking this and I confirm, you will go to heaven. Lakini kama hujaweka ya prosperity, hujaweka ya wealth, hata nikwambie, unastahili ukae na Mungu wako. Umwambie Bwana, mimi kesho sitaki nikae hivi. Naomba Mungu nifikishe na mimi nami nitafanya hivi. You come to covenant with God. Bwana asifiwe.
So sitaki kutaja watu, lakini chairman ni mfano mzuri. Wakati mwingine akisema mambo anasema kwamba sisi tulikuwa tunatoka kazi na tunakuja maombi kwanza ndio tuende nyumbani. Na kuna wakati akaikoti alisema kwamba tulikuwa tunaomba na mimi na Felix ya kwamba tunaomba Mungu ugusu kutupatie mabibi ambao wanajua ni nini sisi tunataka. Sijui kama mimi ndio nimekoti pale. Felix wanaweza sema. Ukiangalia kiwango chake kiko kiwango kile kwa sababu kuna covenant ambayo iliweka wakati huu. You want to become wealthy, you want to reach heaven, there is a covenant to make. Ni kweli Yesu alitufia kwa sababu ya mbinguni. That is general. Tukubali Kristo mbinguni na yeye. Kumfanya kwa Bwana mkombozi wako. Lakini kuna other covenant you need to deal with them. Bwana asifiwe. So, wakati tunadili, wakati tuko na wakati Mungu amekutembelea, there is fulfillment of promises. Bwana asifiwe. Kila ambacho Bwana alikuahidi kwa ile covenant, kama nakwenda mbinguni hiyo rehema. Lakini kama kuna mahali nilimwambia Bwana nionekanie kwa biashara yangu, napenda kupata mfano, kusoma ushuhuda wa acha tu mfano pale nje kidogo. Kuna mtu anaitwa Colgate. Kisoma historia yake, akamwambia kwamba aliambia Mungu kwamba ukinibariki kwangu hiki nitapitisha 10%. Akaeka kafiga kingine pale juu. Baada ya ile ameona imetimia, akamwambia Bwana ukinibariki tena nitafikisha hii kwangu hii. Hii biashara yangu ikienda ikianza kufanya kazi Afrika mzima, nitafikisha kiwango hii cha sadaka kama cha offering. Bwana alipofikisha akasema sasa na ukinifikishia hii nitafika hapa. So huyu mtu atakaenda kwa maombi, ako na direction, ako na bearing, ako na covenant ambayo anafanyia. Lakini sasa wewe unakuja unafanya maombi without a covenant. That's why naona Kristo wetu hapa, lakini atatutoka hapa kila chakula kule. I'm sorry. The same is our Sipigie Yesu makofi. But najua umefundishika. Najua umefundishika. Bwana Yesu asifiwe. So, God, when God comes or God visits you, there is a covenant that is going to be fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. The second point, when God visits, deliverance and salvation will be manifested. Ukombozi. Bwana asifiwe. Ukombozi. Hawezi kuwa wewe Mungu amekutembelea. Mungu ametembelea na nazidi pale. Or else the message ambayo umereceive kutoka kwa hiyo visitation ilikuwa inakwambia kwamba vumilia. Hapo mchungaji mwingine tulikuwa na yeye kanisa. Alikuwa anambia Bwana umenitokea kaniambia atanificha. Aliniambia wakati nilikuwa Bwana aliniambia kwamba atanificha. Nikamuuliza Bwana atanificha wapi? Kumbe nilikuwa nitaingia jela. Hiyo sio sehemu yetu. Sema amen. Hiyo sio sehemu yetu. Wakati Bwana ametukelezea, there is deliverance. Bwana asifiwe. There is always a message of positivity in God's visitation. Mungu hawezi kutembelea na kubaki jinsi ulivyo. It is our prayer that God will visit us. Bwana asifiwe. Nikimbize kidogo. When God visits you, point number 3, there will be a divine guidance and revelation. Divine guidance and revelation. Wakati Mungu alimtokea Musa, alimpatia clear instructions. Unajua ukiniambia kwa mfano brother Thomas kweli. Amen. Yeye ni chairman wa vijana. Sasa imagine kuja unaniambia mchungaji, mimi Mungu ameniambia nichukue watu niwapeleke Nairobi kwa semina. Nitakuuliza, huyo Mungu mwenye amesema mpeleke amesema tutapitia wapi? Bwana sasa amesema hiyo fare itatoka wapi? Bwana sasa na hiyo imekuwa shida kwa wale ambao wanaenda waombezi, wanasema Bwana ameninenea, amenitembelea na ameninenea, akaniambia ABCD. What is the solution? Wakati kuna Mungu amekutembelea ama amemwonekana, Mungu amezuru katika maisha yako,
anakunenea, anakupatia clear information. Hata nakwambia unaenda kumwombeza, anakuambia unaona ile mwenye kwa nyumba nyingine, hiyo naangalia hivi, hiyo ya hapo. Huyo ndiye anakumaliza. Shindi huyo. If the revelation is not clear, then there is no God. And if it's God, it's God with small letter G. Wanaweza siku. Tusidanganye. There is clear information. God is not confused. Mkweli manabii waliotembea ambao walitumika na Mungu kutembelea watu, God could give clear information. Wanaweza siku. Hata kuambia Joseph, despite tunaongea kila kitu katika prophetic aspect ya Joseph, yule ambaye aliuzwa kule Misri, wakati aliambiwa mambo ya ng'ombe sijui nini, alipeana clear information because God visited him and gave him the revelation concerning hiyo mambo ya sijui ng'ombe wamebaki na mashuka. He gave clear information. Na baada ya pale akafanya chenye aliambiwa. Musa wakati alitokelezewa na Mungu in the Bible, in the parents of the Bible, aliambiwa aenda kwa mtume fanya ABCD. Musa akajaribu kuweza, akamwambia pana, ikifika kufanya ABCD, clear information and instructions. So wewe kama uko na zako, wewe moja wa mchungaji nani hapa? Utasaidika. Kama uko na zako kuja hapo utasaidika. Wanaweza sema. So, divine guidance and revelation. Kitabu tutasoma Exodus Exodus 3:16, ambao tunaona that mimi nimeita divine commission. Yeah, if you have been commissioned by God, Mungu amekutokelezea, amekutuma, basi huyo Mungu atakuwa na mipango na mikakati mwafaka ambayo itakufikisha huko. Wanaweza sema. Alafu point number 4 tunasema kwamba there is transformation and breakthrough. Wanaweza sema. Mungu amenitokelezea akasema kwamba nataka nibadilishe ama kijijini kwetu. Mungu ametokelezea akasema kwamba Mungu anataka kusaidia watoto. Hataki kuona watoto hata niongee ile ya chini kabisa. Kwa kijiji zote, kijiji zote hakuna choo. Wanaweza sema. Mungu amekutuma uende usaidie kijiji. Mungu atabadilisha kijiji, utakuwa na transformation and breakthrough. Hiyo kazi ambayo umetumwa, utapata watu, utakuwa na msukumo, watu wataguswa. Wewe Mungu mwenye amekuonyesha, amekutembelea na kukuonyesha, atagusa watu ambao wanatoshana na hiyo maono ili wakusupport. Wanaweza kama uko na mpango ya kufikia watoto 100 usimamie shuleni masomo, Mungu atakuattach na watu ambao wanatoshana na hiyo maono. Kwa sababu kule tunasema people will be transformed. Watu watakuwa na great breakthrough kwa sababu ni Mungu ameshuka na ni Mungu ametaka mambo yafanyike. Bwana asifiwe. Na nataka niongee pointi ya mwisho kwa ya muhimu sana, ambayo ni repercussion pia ya visitation. Na itaka the ultimate visitation. Ultimate visitation. Wakati tunaongea kuhusu ultimate visitation, hii ni ile ya Yesu. Unaweza kusoma ya Luka 1:68 na 78, ambapo anasema kwamba Mungu alishuka ili kuja kukomboa watu wake. Mpango wa Mungu, tukiangalia Biblia kuanzia Genesis, Biblia inasema kwamba mwanzo Mungu angeteremka, Mungu angekuja akamtembelea Adam na Hawa pale katika Garden of Eden. Bwana asifiwe. The ultimate visitation. Pia Mungu alipoona mwanadamu amekosea na amemweka nje ya Eden, akaamua kwamba atamtembelea baada ya Yesu makofi. Atamtembelea kusudi ni nini? Amtetee, amsaidie, is to save him. Bwana asifiwe. The ultimate visitation. Mungu akijionyesha kwako, akijitukuza kwako, akifanya ziara katika maisha yako. Kwa nyanza tofauti ambazo tunazitaka hapa mbele, nataka nikuhakikisha kwamba Mungu ako na mpango mzuri. Mungu hajakuja kuua. Kama wewe Mungu amekutembelea, basi inamaanisha Mungu
jambo katika maisha yako. Inamaanisha kwamba kuna mambo mapaka Mungu anataka wewe upate kumaliza ama kuzitimisha. Bwana asifiwe. Mungu anataka wewe mwenyewe uishi, anataka wewe amekutembelea kwa sababu anataka wewe uishi. Wewe kama uko na maono yako lakini yanaleta kifo, mimi nitakuweka extend a very big X. Na ikijua hivyo hata kama pale mahali mimi naenda kwa huduma sitaenda na wewe. I will not associate with you. Bwana asifiwe. Because the ultimate visitation of God is to serve. Mbona yako unataka ku? Bwana asifiwe. Hata Jona mwenyewe alituma na Mungu aende kuhubiria watu, akaambia kwamba tubuni mpone. Watu wakakataa. Akarudi tena akaambia ende waambie, ende unakurudisha, ende kawaambia kwamba watubu. Akakataa, akasema hao nikienda huko venye umenituma wataishi na mimi sitaki waishi. Nataka hao waangamie ndio wasiseme mimi ni mwongo. Bwana asifiwe. I get the point. Jona alikuwa ni wa Mungu. Lakini alipoambiwa nenda Nineve akasema hao tayari niliwahubiria na wakakukataa. Nikaenda tena venye mimi niliwahubiria na nikamwambia kama mmekataa hakika mtakufuata nini? Mtaangamia. Alafu tena sasa hivi niende tena si watabadilika, wakibadilika wakikurudia wewe na mimi si watanitukana mimi. Wanaweza kupiga mawe kwa sababu ile kitu mimi niliyotabiria itafanyika. Sasa mipango yake inaanza kuwa ya kuu kwa mawazo yake. Piga Yesu makofi kwa sababu mpango yake ni mzuri sana. When God visits you, when God starts to show up in your life, things will change positive. Your marriage shall live again. Your children will live again. Things will impact your life because God is life. Jesus is life. Bwana asifiwe. Nataka tuone na nataka nongee nikimalizia. Na kwamba kuna mifano ambayo Yesu alitembea. God visited several places. God visited several places. And mahali ya kwanza ambayo tunataka tufanye reference, Matthew chapter 4 verse 23. God visited Galilee. Bwana asifiwe. 4:23 of Matthew or Pierre Mark 1:39. God visited that land of Galilee, the town of Galilee, where he manifested, where he ministered, he performed miracles and teaching. He taught in Islam. Bwana asifiwe. Mimi ninataka tuombe, wewe pia upate kitu cha kuomba. We should pray that God visit us. Mungu atembelee katika kila mahali nyanja ya maisha zetu. Mungu atembelee. Na nikisema tembelee nimesema vizuri. God to start to show up himself in all aspects of life, in all fields of life. It is my prayer that you will continue to pray, to ask God to start to manifest himself. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema pale, nasema tu very simple. Another little understanding of the Bible inachekesha kwamba 7:7 of anasema ask and it shall be given unto you. What does that mean? Ukitumia maneno mengine, wale walimu wako ukitumia maneno mengine maanisha unaweza sema aje? Read this verse. Nasema usiulize hutapewa. Bwana asifiwe. Usiulize hutapewa. But the motive of all of the Bible ilikuwa ni wewe uulize ndio upewe. So sisi tutauliza ili Mungu afanye jambo katika biashara zetu. Wana wa Israeli waliishi na Mungu miaka yote. Lakini when God started to show up on the issue of delivering, of them being delivered, hapo ndio akasema kumbe Mungu amekutana na nani? Mungu ametushukia, ametembelea. Mariamu alikuwa na Mungu miaka yote, lakini on the issue of salvation wakati alianza mpango alipoanza contact na Mungu kwa mpango wa kusaidia ulimwengu,
ama to save the world. Hapo ndo Mariam anasema the angel visited me. God visited me through the angel. So what am I speaking this afternoon? That God, Jesus visited Galilee and he ministered. It is my prayer also that God will visit Shanzu, God will visit Mpapa, God will visit Shimolateo, and all places that have been. Ambazo tumezipresent mahali hapa. Second one, God visited Capernaum. Capernaum ni mahali ambapo Petero ni mjini kwa Petero, the home of Peter. Na Biblia inasema kwamba Yesu alivisit huko na akaponya mama Kevia, his mother-in-law. It is my prayer and it is also, I want this to be also your prayer. Ya kwamba utaomba Mungu atembelee kule kwenu, atembelee wazazi wako, atembelee watu wa kwenu, wale watu kule Mungu hata kule nyumbani. Ni maombi ukazidi kudumu kumwombea ili Bwana atembelee. Kama Mungu alitembea kwa nyumba ya Petero akapata kuponya, niombilea kwamba tutamwambia Bwana, tembelea huko kwetu, tembelea huko kwetu, tembelea wazazi wangu, tembelea wazazi wangu, tembelea mtu fulani ambaye unamjua. Bwana asifiwe. Nikawa nasema kuhusu the level of prayer. Kuna ya kwanza ile tunasema petition prayer, ambayo nasema Bwana nipatie, Bwana nifanyie, Bwana nitembeze hivi. Lakini kuna second level intercession. Bwana asifiwe. This intercession level unaombea, you stand in the welfare of others. You stand in the welfare of others. Unaweza kusema Mama Eva akitembea mtu yote asimguse, mchungaji Paul anaposimama mahali fulani yote asipate nguvu ya kumpiga, jambo fulani liende turu, huyo mtumishi akaenda kwa hiyo ofisi yake. That is not intercession. Bwana asifiwe. And this is my prayer, ya kwamba kama Yesu alivisit nyumba ya Petero na kufanya muujiza, it will be our prayer and part of the intercession by that our family there back at home will be delivered. Piga Yesu mkono. Jesus also visited Nazareth, his own place. His own place. Here in Capernaum, tasoma hapo Mark chapter 1:29 to 31. Then he visited Nazareth. These are the places where Jesus visited. And some kwamba his hometown and he performed a miracle. Bwana asifiwe. Yesu akatembea kule kwao na akafanya miujiza. Mimi nimeomba kwamba tutamuuliza Mungu atembee kule kwetu nyumbani. Bwana asifiwe. Yesu atembelee kule kwetu, atembelee wazazi wako, Yesu atembelee ile kijiji ya kwenu. Yes, changamoto za jumuiya, the social challenges zetu hizi zimekuwa chini. It is our prayer that we will pray that God may intervene, that God may manifest, that God may visit that village, and the great transformation be manifested in that village. Piga Yesu makofi kama unanipata. Also God visited the temple of Jerusalem. Hapa ndo mimi napendeza. Jesus visited the temple of Jerusalem. Mimi nimeomba kwamba hata wewe mwana Peter utaomba Yesu atembelee, aendelee kutembelea. Yaani tunaongea kwa lugha nyingine na itarudia hiyo kutoka kwa umeelewa vizuri. Ya kwamba Mungu atembelee Peter, haimaanishi kwamba hatuna Mungu, lakini Mungu ataanza kujionyesha kwenye mambo ambayo yanatoa udhaifu kwetu. Kuna mambo fulani, kuna viwango tupiki kwa sababu ya madhaifu, lakini Mungu anapotembelea St. Peter's viwango vitapanda. Kwa sababu Mungu ataanza kujihusisha na zile changamoto. Bwana asifiwe. Kama katika kikundi fulani kuna changamoto fulani, God to start to intervene on that group or that specific group. Kama kuna jambo liende vizuri mahali, Mungu aingilie kati, na hilo tunasema ni visit. Mungu atembelee ili aanze kuonyesha hiyo interaction. Kwa tunasema kwamba when God starts to interact with the human activities and interact, anasema hapa ilikuwa inaenda hivi, wacha nitumie huyu na yeye haraka. Wakati Mungu anaanza kujihusisha na watu, hapa tunasema that is visitation.
Mungu pia alitembea pale Bethany. Bwana asifiwe. Kwa house of Mary and Martha. Na tunaona kuna muujiza ulifanyika. It is my prayer that wewe unasikia ya kwamba muujiza ufanyike pale. Kwa hiyo familia yako, wewe na ndugu zako, muujiza ufanyike. Pale kwani muujiza ufanyike. When God visited, the dead became alive. Kuna mradi ambao kunao pale. God may visit you. It is my prayer, and I will continue to pray. And other people, we shall intercede for it. We shall pray as St. Peter. We shall pray that nobody dies, no business dies. We will continue to ask God to visit your place of appointment, to visit the place where you are doing business. Mungu akutembelee na mambo yafanyike. Piga Yesu makofi kama unasikia. Mungu akatembea pale Samaria. Akiwa safarini akipitia pale Samaria, akakutana na mwanamke Msamaria. Bwana asifiwe. Individual lives shall change. Individuals shall change. Lives will change because Jesus is visiting you. Jesus is visiting you. Jesus will start to do extra things. There's supernatural. Mambo ambayo kwa uyaona unajiita jina dogo, but because of God is visiting you, supernatural thing will happen to you and your name will be great. Your name will be great. Wanakuita kahaba kama mwanamke Msamaria. Nacho unaenda kisimani peke yako. But if God visits you, utawaendea na watakufuata. Watakuja watakwambia tuonyeshe mahali haya yote. Sasa tuonyeshe mahali mambo yako yamebadilika. Because Jesus is visited. Because Jesus has started to show himself in your life. Chapter Yesu makofi. And the last one, number 7, Jesus visited Decapolis. Bwana asifiwe. Where the gentlemen were living. Bwana asifiwe. St. Peter tutatembea. Kuna watu ambao wamjui Mungu. Kuna watu ambao bado wanatukana Mungu. Let us ask the favor of God that is rest upon us to waendee. Mungu awatembelee na Mungu atutume huko Decapolis, huko Mtwapa, huko Sansu, ili watu wakutane na Mungu, watu wakombolewe, watu waende mbinguni, watu maisha yao ibadilike, watu the Gentiles within Baba wajete wakaanza kumjua Mungu, maisha yao yakabadilika, hali zikabadilika. Nataka mtu apige makofi kwa sababu tutaenda, kwa sababu maisha yanabadilika. Kuna watu wanatembelewa, kuna watu wanatembelewa, kuna muujiza unafanyika katika maisha yako, kuna jambo linafanyika because there is special visitation in your life. Nataka nikwambie nikiconclude ya kwamba Mungu anapendezwa kuja, usingojee tu. Kuna watu ambao walikuwa wamekaa, Yesu akawa anapita, lakini walipomwita Yesu, Yesu akawarudia. They were visited. Tunamwona Bartimayo anasimama kwa sababu amemkubali Yesu akuje ili aanze kuongea na Yesu. Alipoanza kuinteract na Yesu, mambo yakabadilika, macho yakafunguka, maisha yako jinsi yalivyokuwa tena. It is my prayer that things will change. You receive the visitation. Usikae. Asubuhi na mchungaji pale katika visit. Tunamwambia kwamba tunaongea hapo jambo fulani na nikaongea kuhusu Yesu alikuwa anatembea na principles zake. You might do, but Bartimayo hangeita. Yesu alipita na principle yake. Yesu anasema kwamba wale walionikubali, Bwana asifiwe, wale waliokubali, wale ambao waliamini, wale ambao kwa na imani kwake, Bwana asifiwe. You have to show yourself. Bwana asifiwe. Prepare to meet Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa anapita. He has visited the city of Jericho, lakini Bartimayo anaachwa kwa sababu yeye hakuwa ameita. Alisikia maneno ya watu. Bwana asifiwe. Sisi hatutasikia maneno ya watu. We will call Jesus
to manifest himself in our life. In our places where tumekuwa chini, tutamuita Yesu na Yesu atafanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mwite Yesu sababu yako. Baba, tunamshukuru kichwa chako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Umenena nasi katika kiwango. Wewe Mungu unatembelea watu wako. Asante Yesu. Ulitembea ukaongea kuhusu msamaha, ukaongea kuhusu dhambi iliyokuwa, ukaongea kujiliwa kwa mwanao. Asante Yesu kwa sababu wewe ni mtakatifu. Tumesikia neno lako. Tunatamani Bwana ujitukuze wewe katika hali ambazo tunapitia. Kwa familia zetu Bwana ujitukuze wewe. Uanze kufanya jambo wewe. Kuna mambo ambayo Bwana imetufikisha mahali kwenye tunaona tumeshinda. Lakini Bwana unaposimama, na labda nimesema kwamba Daudi akasema kwamba Bwana umesimama mbali. Baba, anza kushoa. Anza kujitukuza wewe. Hii hali ambayo mzee anapitia, Baba, show up yourself. Usisimame mbali Bwana. Baba, jitukuze wewe. Huyu mama amelia miaka mingi, siku nyingi. Bwana umekuwa na yeye. Lakini siku ya leo anapoenda kwa maombi, siku ya leo Bwana unapomuona, Baba, jitukuze wewe. Acha kaanze kuonekana wewe kufanya mambo kwa huyu mama, kwa huyu mzee. Pale kazini Bwana, siku nyingi tumekuwa, lakini Bwana kaanze kujishirikisha. Kaanze Bwana kushirikisha na sisi. Kwa sababu Bwana mkono wako unapokaa pamoja nasi, tunaona miujiza. Mkono wako unapofanya mambo Bwana, Baba, wewe ndio unatukuzwa. Asante Yesu kwa sababu tutatembelea watoto wetu, tutatembelea sehemu za kazi, nasi Bwana tukurudishia sana utukufu. Tembelea kila mmoja wetu, kanisa letu Bwana tutembelee na ubadilishe na kulete breakthrough na deliverance. Sifa na utukufu tukurudishia. Kristo Mungu. Chapeni Yesu kwa kusema.